Bwana, hii inaitwa Nasmik Brand TV, niko na mwanangu sana. Wewe inakwaje? Ile mjomba wangu bila kuchoka. Kama kawaida. Ashipinye wewe. Sawa, kwa majina yako kamili ambayo unayotumia wewe kama wewe afu la sanaa pia. Mimi kwa majina ya kliniki, yani majina alionigea baba yangu, mama yangu. Mimi naitwa Salmini. Salmini nani? Salmini Juma Salmini. Salmini Juma Salmini. Yeah. Jina la sanaa ambalo mashabiki wengi wanaweza wakawa wanakufuatilia zaidi. Sasa katika upande wa majina ya sanaa mjomba, hapo unajua nini? Mimi mjomba nina majina mengi, unajua katika sanaa. Sasa sante mmoja unakuta wao wenyewe wanataka kuniita nani? Yuko ataniita Kimbaumbau, yuko ataniita Saundi ya Bufa, yuko ataniita Barabule, yuko ataniita kwamba sikio Kirumbili, yuko atakaniita, yani na majina ko. Kwa hiyo inategemea na yeye mwenyewe shabiki yangu amenichukulia mimi katika jina gani, alinipenda mimi katika movie gani, kwa sababu kila movie huaga mimi nakuja na majina mengine. Ila jina ambalo unatumia sana kwenye sanaa, nataka nilijue hilo. Jina mama kitofu, jina ni MC Machete. MC Machete. Yes, MC Machete. Hayo mengine hayo yanakujaga ni extra tu. MC Machete, Barabule, MC Machete, Kimbaumbau, sijui nini hivyo yes. Sasa MC Machete. Hii Machete hii, wewe unatumia Machete au ndio umeamua kwa wewe kujiita hivyo tu? Kwanza niseme kuhusiana na hii Machete. Mimi nilikuwa naitwa Sali MC kabla sijaingia kwenye sanaa ya maigizo. Kipindi hicho nina harakati zangu za kuimba, kwa maana nilikuwa napenda sana muziki, nilikuwa nafanya sana hip hop kipindi hicho. Lakini baada ya kuingia katika sanaa sasa, bosi wangu na maanisha chumvi nyingi aliniambia kwamba mimi naamini muonekano wako ukitoa hiyo Sali, hiyo MC ukabebesha na Machete, mbona unaenda mjini? Na kuna wakati nikachekecha nikasema mbona kama ina kitu. Kuna mzee mmoja alichezaga sinema moja inaitwa Machete. Nikasema mle, hebu nipitishe. Na kweli hauwezi kuamini, alinipicha katika hiyo njia ya Machete. Mpaka nilikuja kufanya content moja, ilikuja ikaendaga tu. Kama kweli mapenzi yameisha, ni nyali kidogo, nipandishe unishushe, tema mate chini, nimeipenda hiyo. Hiyo ndio ilikuwa content ambayo ya kwanza kwenda kupitia jina la Machete. Nashukuru sana upande huo, namshukuru sana bosi wangu katika hilo. Noma sana umetisha. Bwana, mimi nataka nijue kwa Mkojani, wewe kama wewe ulivyokuepo pale, ulikuwa na mkataba na ilikuwa yani kitu gani kilichokufanya mpaka ukaamua kuondoka pale kwa Mkojani? Nisiwe mnafiki katika hili. Mimi Mkojani sijawahi kwa naye labda ule ukaribu hivyo, hapana. Lakini ukaribu mimi nilikuwa nao na director wake kipindi hicho. Ndivyo unakutana unapita, lakini sikuwa mwana familia wa Mkojani. Yes. Kwa haikuwa kugumu kuondoka wewe? Haikuwa ngumu sana, ndio maana ilikuwa ni rahisi, kwa maana nilipoondoka mimi hakupata mshtuko. Labda huenda alipata mshtuko baada ya kuona mimi nimekuwa Machete sasa. Yeah, nafikiri nitakuwa nimeeleka. Hapo shaeleka. Sasa maisha unayoishi kitaani, watu wanakuchukulia kama wewe ni muhuni. Hapo nataka liweke sawa ili mashabiki wanaokutazama waweze kujua kwamba huyu jamaa ni muhuni kweli au sio muhuni. Hapo nataka uweke sawa, yani kwamba watu wanavyokuchukulia kitaani, wanavyoishi nao. Cha kwanza, mimi naishi na jamii yote. Mimi naishi na masela, na nikiingia kwa masela wanachukulia mimi ni msela kama wao. Sante moja nikitangaza mimi namba yangu kwa ubambinyo wenyewe wanaona ile chizi. Lakini sasa kuna wakati mimi nakaa na jamii ya kike, na ukinikuta nacheka mzee, hauwezi kuamini kama ndio mimi. Na haya maisha ya sanaa ni maisha ya sanaa. Tuna maisha yetu halisia. Na maanisha maisha halisia kivipi? Ukishakuwa ni mtoto ambaye umelelewa katika maadili sawa, hauwezi kuniambia leo hii nitakuwa naishi katika misingi ile ya kiuni. Nitakuwa naishi katika misingi ile ambayo ya maadili kama niliyofunzwa na wazazi wangu. Lakini ukinitoa sasa katika misingi ya wazazi na ukinileta katika misingi ya sanaa, pale jina linabadilika. Kuna kama jini linakuwa linanivaa sasa. Sasa wakati huu sasa nimeshakuwa bandidu, nimeshakuwa muuni. Ila wakati huu niko mimi naitwa Salmini Juma, basi nimeshafikia nini. Yeah. Ile kishapewa sini kwamba sasa wewe ndio utakuwa ucheze na kuwa MC Machete. Baba,
na hatari yangu, na mimi sitaki kuzungumza. Wenyewe wanajua, ukisema kuba mbinyo, wenyewe wanajua kwamba huyu anamaanisha nini. Hadizaji mbio watoto wanaacha ndala. Hiyo maana yake nini? Nataka ufafanue hapa, maana yake nini? Hiyo kuba mbinyo. Kuba mbinyo. Yaani hiyo mjomba imewekwa kwenye bracket. Sawa sana nikikwambia kwamba wewe unamwona yule demu wako, kuna wakati nilikuta chichuloni una na tap screen. Sasa kuna baadhi ya maneno ambayo lazima niache katika bracket ili mradi ukiwa kama shabiki sasa unidandavulie, ili ukishinda unanitafuta DM sasa. Oya Balabule, oya MC Machete, lile neno la kubambinyo una maana gani? Nakona wacha. Sasa kwa mfano ndio akaja mtu shabiki yako akakudm ili lengo ataki kujua, unamjibu au unaacha? Kwa sababu wasanii wengine wanavimba kwa sababu ashakuwa na jina, anavimba kwamba bwana ngoja niachane nao. Katika haya maisha, cha kwanza mshukuru sana shabiki yako. Shabiki ndo anayekufanya wewe kuonekana wewe, na bila mashabiki sisi hapa si kitu. Leo huwezi kuniambia shabiki yangu na DM, mimi nitaacha kukujibu, lakini nitaacha kukujibu endapo umekuja na pointi ambazo sio za maana, umekuja na maelezo ambayo hajajitosheleza, una maelezo ya kipumbavu, una haki ama niseme ni lazima kidogo utachukua block katika akaunti yako. Hatuwezi kulemba, yani hatuwezi kulemba mwandiko sisi katika ile somo la Imra. Wewe umekuja na uchezi wako, nitakupokeza wewe na uchezi wako umekuja nao, lakini umekuja kistaarabu, nitakupokeza wewe na ustaarabu wako ambao umekuja nao. Ikatokea sasa hivi labda watu wanahitaji labda utoke nje ya Chumvi Nyingi Gang ukacheze ukafanye kazi, jinsi ya kukupata, au lazima afike kwenye Chumvi Nyingi Gang kwenye uongozi, au wewe mwenyewe anaweza kukucheki akakutana na wewe wakaweza kufanya kazi? Uzuri ni kwamba katika hii kampuni yetu hii bosi wetu hajaweka mikakati migumu sana kwa wasanii. Yaani endapo imetokea leo hii kijana wake yoyote yule ametokea amepata kazi, ugumu ama changamoto, usiende kufanya ile kazi bila kumshirikisha. Haina maana kwamba imekuja kazi basi itamfikia mwenyewe mkurugenzi. Yote ni sawa, kama itamfikia mkurugenzi basi jua taarifa zako utapewa, na kama imekufikia wewe mwenyewe pia ni sawa, ila usiache kutoa taarifa kwa mkurugenzi. Hajabana katika kitengo hicho. Kwa hiyo na mkataba na Chumvi Nyingi Gang? Ya, mkataba nao, na ndio maana unaona mpaka leo bado niko Chumvi Nyingi Gang. Sawa, katika Chumvi Nyingi Gang wasanii ambao wengine wametoka, waliokuwepo, msanii gani ambaye wewe unamkubali zaidi kwamba huyu anaweza kaficha siri yangu mimi? Msanii gani? Wapo. Mimi nataka kumtaja mmoja tu. Kamevunda. Huyo ndo namkubali zaidi. Ya, Kamevunda. Huyo ndo ambaye namkubali sana. Bwana, hiyo ndo sauti yako mwenyewe au kuna sauti nyingine ambayo unatumia? Yaani una sauti mbili tuseme. Yaani iko vipi unajua mjomba? Hii ndo sauti yangu halisia sasa. Lakini sasa kuna wakati maisha kutafuta ugali, unajua. Wanasemaga njaa impendezi mtu kama koti au suti. Sawa? Na njaa ndio inatutengeneza sisi akili ama kutugea sisi akili. Leo hii ndo nimekuja na sauti yako. Wewe unasemaje? Mainda mama, Mainda. Huyu alikuwa ni mzee magari. Na kurudisha kidogo nyuma kama utakuwa na kumbukumbu. Kwa kuna wakati lazima utumie maarifa ili kuweza kupata ugali. Kwa ndio maana tumekuja na hivi, lakini pia katika maisha yetu halisia, sisi ndio tunavyoishi na ndio tunavyoongea kila siku. Sio? Wewe wangu. Noma sana. Bwana, kwa kumalizia mimi nataka nikuulize swali la kichokozi kidogo. Sio, naelewa. Wewe unapenda starehe zote? Usafikiri kuna mtu ambaye apendi starehe mjomba wangu? Hizo dharau mjomba, hizo mtu ambaye apendi starehe wewe hii. Kwa mfano starehe gani ambayo unapenda? Unajua kabisa hii mimi kwangu mimi fresh kabisa. Mjomba, mimi napenda kula alafu sinenepi. Yaani napenda kula alafu sinenepi kwa baba. Sasa kula sio starehe. Mjomba, mimi kwangu tu starehe mjomba. Mimi sitaki kuna beti kwa beti yule pale anapenda awena, anapenda ashura, anapenda sisi kwenda kula bia. Mjomba, singine vitu hivyo hatuwezi wala nini. Kwa hiyo sitegemea hata siku minigia mwaliko. Wewe ukinigia mimi mwaliko niweke maji pale, juisi pale, yani pale. Alafu alfatia tunaitikia ami.
Noma sana. Bwana, kwa kumalizia mimi nataka nijue kitu gani ambacho au umekifanya au umefanyiwa, yani kitu unajua kabisa kwenye maisha yangu siwezi kukisahau kabisa hiki kitu hiki. Kitu gani? Ya, vipo lakini nategemea sasa nimekufanyia nani. Yani wewe kama wewe unajua kabisa nimefanywa kitu fulani, mimi hata nikae vipi siwezi kukisahau. Yani hiki kitu hapana ise. Kitu gani labda? Naanza na hivi. Kabla ya Watanzania kunifahamu, familia yangu ndio ilikuwa kinifahamu mimi peke yangu. Namshukuru sana huyu bwana Chumvi Nyingi, kwa maana hichi kitu alichonifanyia leo hii kuonekana mimi naitwa MC Machete. Mmefunga safari zenu na kuja hapa kwangu. Kwani nikuulize swali, wewe unajua mimi si zaidi ya sanaa? Mimi nakufahamu kwenye sanaa. Yes. Ndio maana nasema katika jambo kubwa siwezi kulisahau katika maisha yangu ni moja ya hili, Chumvi kunitafutia namba ama brandi kwenda mjini. Hilo nashukuru sana kwa Mwenyezi Mungu na Mungu ampe uhai mrefu. Bwana, umeongea kitu ambacho umefanywa ni kizuri. Mimi nataka uniambie kitu ambacho umefanywa kibaya ambacho huwezi kukisahau kabisa. Ya. Kipo, unajua nilishawahi kuambiwa mimi yule pale jamaa yule usimsapoti, yule jamaa yule ni toto la mtaani, usimsapoti. Hayo maneno alishawahi kuambiwa Chumvi. Siwezi kusema na nani aliambiwa. Nafsi, unajua kuna wakati sisi binadamu unataka kama kuniambia ni mtoto wa kiume utakiwe kulia, lakini mimi iliniumiza sana kiasi ambacho mpaka nilitoa machozi yangu nikasema kwamba siwezi kusahau. Kwa nini mimi? Yani mimi naonekana vipi? Kwa nini nisisapotiwe? Iliniuma sana mzee. Yani siwezi kumtaja ni nani aliyezungumza au maneno, lakini alikuwa akinisapoti kwa wakati ule alikuwa ni Chumvi. Huyu aliyemwambia sasa. Siwezi kusahau kaka. Hilo ndio linakuumiza zaidi, na pia unaweza kumtaja kama ni mtu fulani. Mimi nafikiri naliachaga tu katika bracket Kuba Mbinyo tap tap, na hata hili pia naomba tuliache kwenye bracket. Yeah. Sawa, kwa kumalizia wape kionjo. Yale maneno yako ambayo yanafanya kama mashabiki wanakuwa wanavutiwa sana kwenda kukufuatia pale TikTok pale. Yale kwa kumalizia sasa, na unaaga mashabiki wako pia. Oya. Ula kuna mbalamba kushiba imani. Ash papi, ash pinyo. Mchana mbu alafu siku nzi. Nakwambieje, kwetu huruma sio malezi. Tabasamu ni zamu, peleka kwa mama yako mzazi. Mjomba. Na ukiingia kwetu sisi auachi ndala mjomba. 62:45 ndio nawaachia ndala kwetu, unaacha bega Kuba Mbinyo. Noma sana Kuba Mbinyo. Bwana, nimepata neno hilo hapo hilo kutoka kwa mwanangu MC Machete, inaitwa Nasmic Brand. Bwana, kwa mfano ukiingia labda shabiki yako anataka kutafuta mtandaoni, mwingine ambaye anaweza kaenda kuona sasa hivi hapa anaenda kukutazama, anakupataje wewe kama jina ambalo unatumia kwenye mitandao ya kijamii? Sasa hapa inabidi kwanza niongee kwa herufi kubwa ili waweze kunielewa. Nimetoa jamani ile sauti ile ya kiwenda wazimu sawa Tanzania. Mimi akaunti zangu zote za kijamii, yani nazungumza Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, natumia jina hili moja, profile moja. Usije ukaenda kwenye akaunti ambayo umekuta profile tofauti na akaunti na profile yangu mimi ni moja, yani natumia jina ambalo MC _ kuna kimstari kile unakiweka kwa chini kile, alafu Machete, yani Machete, alafu unaongeza na nyingine. Hizo ndo akaunti zangu, nafikiri wakinitafuta humo wananipata. Kutafuta TikTok MC Machete _Machete wanakupata. Instagram MC _Machete wanakupata. Na Facebook na YouTube Machete. YouTube MC _Machete. Unakuwa ni kama mtoto ambeka tu, anaenda kanunue unga jojo na mafuta kilo 2. Unga jojo na mafuta kilo 2. Mjomba. Noma sana. Hii ni Nasmic Brand TV. Mimi nikiwa MC Mido, kwenye kameramani anaitwa King Hussein, ila ni mishemishe za mtaa. Bado tujamaliza, tunaendelea kutafuta. Wanangu nitakutafuta.
Unaangalia Nasmik Brand TV na Bob Junior Mr. Chocolate. Shombo baby. Okay, kama kawaida niite Baya msanii au DJ Baya, lakini wajanja wote kwa sasa hivi tunafuatilia Nasmik Brand au Nasmik TV. Kwa hiyo kama wewe ni mjanja kama DJ Baya au mjanja kama wajanja wengine, Nasmik Brand, Nasmik TV ndio tunaishi nayo kwa time hii hapa. Usifeli mwanangu. Ipa Yuda Msaidi, tunafuatilia Nasmik Brand TV. Na wewe fuatilia Nasmik Brand TV. Unakusaje kufuatilia? Utakosa la. Habari ya mjini ndio hii, Nasmik Brand TV jamani. Halo. Mimi naitwa Togo Chuma, nafuatilia Nasmik Brand TV.